Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kinubi cha Mbingu TV. Wasaa huu, mchana huu tunapokwenda kujifunza maandiko matakatifu. Ninalo somo zuri leo kwa ajili yako ambalo nimelipa kichwa cha somo kinachosema badilisha mawazo yako ili ubadilishe maisha yako. Na tuombe. Baba wa mbinguni, kawe pamoja nasi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, tukiyaelewa na kuyaangazia vyema maandiko yako matakatifu. Tumeomba na kuamini katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Katika kujifunza asili mbalimbali za mambo hapa duniani, nilipata kumfahamu mwanasayansi mmoja na mvumbuzi mmoja, alikuwa anaitwa Thomas Edison. Mwanasayansi huyu alikaa na kutafakari na kuwaza kwa jinsi gani angeweza kuleta mageuzi na mapinduzi makubwa katika dunia ikiwa hapakuwa na maendeleo yoyote ya mwanga wa kisasa. Tofauti na mwanga wa jua, hapakuwa na mwanga wowote wa kisasa. Mwanasayansi huyu alikaa na kutafakari kwa namna gani angeweza kuleta mabadiliko makubwa kwa kuleta mwanga kwa kutumia akili yake, mawazo yake na utafiti wake. Alikaa na kukusanya kamati na ofisi ya watu, wakaingia katika maabara na kufanya utafiti mbalimbali ili waweze kupata ni namna gani wangeweza kuleta mapinduzi hayo. Na alijaribu zaidi ya mara 999, lakini jaribio la mwisho alilolifanya la 1000, jaribio hili lilileta matunda na lilizaa matunda na hatimaye mwanga uliwaka. Kwa hiyo mwanga tunaouona hivi leo, tofauti na mwanga wa jua, mianga hii tunayotumia, taa za umeme, bulbs na zingine, ni matokeo ya mawazo ya mtu mmoja aliyekaa na kuwaza na kubuni njia na mbinu mbalimbali kwa jinsi gani angeweza kuja na mabadiliko haya makubwa. Katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 23 fungu la 7 imeandikwa kwamba maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, hakuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Kumbe neno la Mungu linatuambia jinsi tuwazavyo sisi, jinsi tuonavyo mioyoni mwetu, mawazo yetu yaliyotujenga ndiyo yatakayotengeneza maisha na mfumo mzima tutakavyokuwa tukiishi kwa nje. Ni kwa jinsi gani mawazo yetu yanaweza kubadilisha maisha yetu? Ni kwa namna gani jinsi tunavyowaza, jinsi mambo tunayoyaingiza katika fikra zetu, aidha kwa kusoma vitabu, kwa kusikiliza hadithi, kwa kutizama picha, kwa kusikia kutoka kwa watu, maneno hayo na mawazo hayo na vitu vyote hivyo vinapoingia katika fikra zetu na akili yetu, vinatengeneza mianzo ya mawazo mbalimbali. Sisi tulio wa Kristo, mawazo yetu yawe namna gani? Katika kitabu kile cha Yoshua, katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 1 na lile fungu la 8, neno la Mungu linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mstari wa 9 anaongezea, anasema, je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ndugu yangu, ni kwa namna nyingi sana, ni kwa namna mbalimbali tumekuwa tunatafakari na kuwaza, ni kwa jinsi gani naweza nikawa na mafanikio makubwa katika maisha yangu hapa duniani? Ni kwa jinsi gani naweza nikafanikiwa kiuchumi? Ni kwa jinsi gani naweza nikafanikiwa katika afya yangu, nikajenga mwili wangu ukakua na ukakomaa vizuri? Ni kwa jinsi gani ninaweza nikatengeneza na kuimarisha na kukuza uhusiano wangu na Mungu wangu? Ni kwa namna gani naweza nikatengeneza jambo lolote lile na likastawi sana?
namna ambavyo tunaongozwa na namna ambavyo tunawaza na kutafakari kunapaswa kuendane na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuagiza kuwaza sawasawa na mapenzi yake ili tukawe na matendo yatakayokuwa yamefana sana. Akili zetu na fahamu zetu ni mfano wa bustani ambayo ni tupu kabisa. Mtu mmoja au watu wawili, chukulia mfano watu wawili wamepewa bustani mbili tofauti zikiwa ni tupu, zote wakapewa mbegu sawa. Mimi na wewe ndio mifano ya hao watu. Mfano mmoja ni mimi, mfano mwingine ni wewe. Kila mmoja wetu amepewa bustani ambayo ni akili yetu. Mbegu utakazozipanda katika bustani yako ndizo zitakazoleta matunda na matokeo kwa nje. Mtu mmoja aliyechagua bustani yake kuipanda mizabibu, akapanda mizabibu ndani yake, akapalilia, akaondoa magugu, akamwagilia maji, bustani ile ikastawi na kunawiri sana. Matunda yatakayotoka ni matunda mazuri kabisa ya zabibu. Vivyo hivyo mfano wa mtu mwingine ambaye amepanda miiba, bustani ya miiba. Akiisha kupanda bustani ya miiba, akapalilia na akaiacha ikuwe na istawi, itakayokuja kutoka pale ni miiba, na mwisho wa siku huenda pengine ikamchoma yeye mwenyewe aliyeipanda. Mifano hii miwili inatoa picha gani kwetu? Akili yetu na mawazo yetu ndiyo mradi wa pekee kabisa wenye thamani tuliopewa. Tunaona kwamba mtu unaweza ukayajenga maisha yako mwenyewe na kuyaharibu maisha yako mwenyewe kutokana na yale ambayo unaamua kuyaweka katika akili yako, kuyajenga katika akili yako. Mtu ukiamua uwe bora kabisa, uwe na afya bora, utalazimika ule chakula bora, ufanye mazoezi, upate muda wa kutosha wa kupumzika, upate mwanga wa jua wa kutosha. Unapohisi changamoto katika afya, uwaone madaktari na matabibu kwa ajili ya vipimo na taratibu mbalimbali, na mwisho wa siku utakachokuja kukivuna ni afya njema, hautoteswa na kuhangaishwa na magonjwa. Vivyo hivyo kwetu sisi, tukiamua ndani yetu kulisoma neno la Mungu na kulitafakari kwa kina, likatuongoza, likawa taa yetu na mwanga wetu katika njia zetu, basi kitakachotokeza kwa nje katika maisha yetu ni upendo, ukarimu, utimilifu, hekima iliyojaa na mengine mengi yenye kupendeza mbele za watu na mbele za Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 15 fungu la 5, Yohana sura ya 5 fungu la 15, ni fungu la 5:15, ni fungu la 15 mstari wa 5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. 6. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ndugu yangu, umechagua upande gani wewe? Umechagua kukaa kwa Yesu Kristo? Kama umeamua kukaa upande wa Mwenyezi Mungu, kama umeamua kukaa upande wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema yeye awajua walio wake na walio wake huishika sheria yake. Hatuwezi kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu kama ndani yetu neno la Mungu haliko kwa wingi ndani yetu. Ninao mfano mdogo pia hapa. Kabla ya huo mfano, ningeweza kuonyesha kwamba
Matokeo ya maisha yoyote anayoyaishi mtu kwa nje, yote yana mzizi wake. Kila jambo lina asili yake. Mtu hawezi akaanza kuiba kama hakuanza kwa kutamani, na kama hakuanza kwa kuridhika na vitu alivyo navyo. Baada ya kuona vitu alivyo navyo havimtoshi, hata akaona cha mwingine ni bora kuliko cha kwake, mtu anaweza akachukua uamuzi wa kuiba. Anaweza akachukua uamuzi wa kumuua mwenzake ili aweze kukimiliki. Maana yake mawazo yaliyoitawala akili yake yalijawa na wivu na tamaa. Nataka nikuonyeshe ni kwa namna gani maisha yetu ya nje au matokeo ya maisha yetu yoyote yale ya nje yametokana na mawazo. Litaanza wazo, litatengeneza imani, na baada ya kuamua au baada ya imani mtu atachukua maamuzi. Maamuzi yatakuwa ni kwa vitendo. Matendo yaliyorudiwa mara kwa mara yatazaa tabia, na tabia mwisho wa siku itazaa matokeo na matunda katika maisha. Mimi na wewe ni matawi, na lengo la matawi ni kutoa matunda yenye kung'ara na yenye kupendeza. Basi mawazo yetu sisi yageuzwe yakaendane sawasawa na mawazo atuwaziayo Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4, katika kitabu cha Warumi sura ya 12 fungu lile la 2, neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Narudia, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii inaenenda vipi? Dunia hii imejawa na watu wenye tamaa, imejawa na watu wenye kuzini, watu waasherati, watu wenye kunena maneno yasiyofaa. Ndimi zao zimejaa uovu, mikono yao na miguu yao ni miepesi kukimbilia dhambi. Tunaagizwa tukabadilishwe na tusifuatishe mitindo ya namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mawazo yenu. Mwenyezi Mungu anatuambia hatuwezi kuenenda sawasawa na njia zake na mapenzi yake kama nia yetu bado haijabadilishwa, kama mawazo yetu bado hayajageuzwa na hayajafanywa upya yakawa sawasawa na apendavyo yeye, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ili tuweze kuyajua mapenzi ya Mungu na njia zake zilizotimilifu, basi ni wajibu wetu neno la Mungu likakae kwa wingi ndani yetu, ili tusije tukamtenda dhambi Mwenyezi Mungu. Katika kitabu kile cha Zaburi, katika kitabu cha Zaburi 119 fungu la 11, tunaambiwa neno la Mungu, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwako umeweka nini? Tofauti na neno la Mungu, lisipokuwepo neno la Mungu ndani yako, ndugu yangu, hiyo ni safari au ni gari bila dereva, ni safari pasipo dereva. Hatima yake ni kifo, hatima yake ni anguko. Ukijaza moyo wako mawazo na ukweli wa neno la Mungu, utaanza kuamini ahadi zake, utaamini na kushika sheria zake, na imani hiyo itaathiri maamuzi yako. Utaishi kwa uadilifu na bidii na matumaini, na tabia hiyo italeta matokeo mazuri katika maisha yako. Nimekuonyesha mwanzoni kabisa kipindi naanza somo hili